Asante dokta. Nashukuru sana. Umefika muda mrefu sana? Nimefika muda mrefu ndio. Lakini sio sana. Niliambiwa kwamba uko udini unamhudumia mwanao. Anaendeleaje kwa sasa? Yes, ni kweli. Nilikuwa udini nikitumika kwa ajili ya mwanangu. Nimemhudumia na yuko vizuri tu, wala hana shida yoyote. Nashukuru dokta. Kama itakuwa anaendelea vizuri mwanangu. Asante sana. Sawa mama. Kiprofessional hayo ni majukumu yetu, wala haupasi kunisisitiza. Hivyo amini kwamba mtoto wako yuko katika hospitali yenye madaktari mahodari, ikiwemo mimi Dr. Kitimbu, na atapata huduma stahiki, atarudi nyumbani akiwa mzima kabisa. Wala usiwe na wasiwasi. Dokta, nakushukuru sana. Asante, karibu tena. Asante dokta. Vipi mgonjwa? Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mama amekuja muda sana. Alikuja kukuona pamoja na kukuletea chakula. Mamangu amefika muda? Na ndio alifunga mlango na kufunga ghafla? Sijui. Alafu, mbona umetaharuki baada ya kuona mlango umefungwa na kufunguliwa ghafla? Humu ndani ulikuwa na nani? Nilikuwa na dokta. Bila shaka ulikuwa unapatiwa tiba ya sindano nyingine. Mama yangu yuko wapi? Mama yuko nje, anaongea na dokta kuhusu wewe. Ila mama anaonekana amekasirishwa sana. Mama yangu amekasirishwa? Amekasirishwa nini? Vipi maendeleo ya mwanangu? Anaendelea vizuri mama, kama unavyomuona. Japo alipogonga mlango, alionekana na wasiwasi. Wasiwasi wa nini tena? Hata sijui mama. Hebu niambie mwanangu. Nesi ameniambia una wasiwasi. Una wasiwasi gani mwanangu? Daktari ameniambia unaendelea vizuri. Ila mimi sioni maendeleo yako. Kwani mama, wakati umekuja, uliingia huko ghafla na kuondoka? Ndiyo mwanangu. Vipi? Mbona kama una wasiwasi? Tafadhali mama, naomba uniitie dokta. Asante. Nesi, naomba uniitie dokta. Sawa mama. Sorry dokta. Sorry ya nini? Unaingia huko ndani kana kwamba unaingia chooni, hata chooni kwenye wanagonga. Sorry dokta. Kuna shida gani? Kuna mtu anakuhitaji odini. Nani tena? Mama Suzi anakuhitaji. Mama Suzi? Ndiyo. Ana shida gani? Sijui, ila anakuhitaji. Sawa, mwambie nakuja. Sawa. Lakini next time hakikisha unagonga alafu unakaribishwa ndio unaingia ndani. Sawa dokta, nimekuelewa. Funga mlango. Tenda udini. Sawa. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia,
muonekano na matendo yake anayofanya, nasema watu wanamsingizia. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Yani wewe kukusui wezi hata kumkana, mwenye otanza kumitania. Mke wangu, daktari anasemaje? Amesema naendelea vizuri. Basi kama ni hivyo tunaweza tukaenda nyumbani, maana tumetumia muda mrefu hapa. Hapana, sikufanikiwa kupimwa, maana alikuwa busy na mambo ya kidaktari. Mimi nikajua muda wote ambao umekaa huko, nikajua labda amesha kufanyia vipimo, kila kitu kimeshakamilika. Huu ni muda ambao tunatakiwa twende nyumbani. Kumbe hakuna chochote ambacho kimeendelea. Sasa alikuwa anafanya kitu gani sasa? Samani kaka. Bila samani. Samani kaka. Huyu dada ana mahusiano naye gani? Ni mume wangu. Vipi kwani? Wataka kuzungumza nini juu ya mpenzi wangu? My love. Mbona unamjibu hivyo? Si ungemjibu tu kistaarabu. Kwa nini unamjibu kwa ukali? Ananikwaza, ni kama hataka kufuatilia maisha ya watu. Yes, Nesi. Anahusika vipi kuhusu mahusiano yetu bana mimi na yeye? Hapana. Huo sio ustaarabu. Kumbuka hawa ni watu muhimu ambao sisi tunawategemea kwa ajili ya uangalizi wa afya zetu. Wewe umekuja hapo unaumwa. Abebe madawa, abebe sindano, abebe kila kitu ambacho kinakuhusu wewe kwa ajili ya kutibiwa. Inakuwaje sasa hivi unakaa unakuja kumsema vibaya? Hebu kuwa mstaarabu, kuwa na majibu yenye stara kwa watu kama hawa. Unajua kwamba hawa ni watu muhimu ambao sisi tunawategemea. Usikose adabu bwana. Sorry, ulikuwa unasemaje? Mona. Come. Mpenzi wangu, siku nyingine unakuwa na kauli nzuri kwa watu ambao wanatuhudumia, wanaangalia afya zetu. Mona, kwenye hili sitaki unidanganye. Na naomba uwe mkweli ili tuweze kusaidiana. Naomba kufahamu ni nani aliyekuja kufungua mlango na kufunga ghafla wakati ninamhudumia Suzi kule wodini? Swali langu limekuwa gumu sana kiasi ambacho umeamua kukaa kimya. Nijibu. Nani aliyefungua mlango wakati mimi niko wodini na mhudumia Suzi? Kiukweli mimi sijui chochote dokta. Na wala sijui kama kuna mtu alikuja kufungua mlango na kuufunga ghafla. Dokta Kitimbu. Nesi Koko na Dr. Petro wako wapi? Sijui. Labda nikaangalia ofisini na wodini. Sawa. Unaweza kwenda. Sorry. Nesi Mona, nakuheshimu na kukubali sana katika hii ofisi na kupenda kikazi. Lakini kwenye hili kama utakuja kunidanganya hata theluthi moja ya kumfahamu mtu aliyekuja kufungua mlango na kufunga ghafla wakati nipo kwenye wodi ya Suzi, ukavunga kuto kuniambia ni nani, Mona, tutakuja kuonana wabaya. Go. Sawa, nimekuelewa. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia, muonekano na matendo yake anayofanya, tasema watu wanamsingizia. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Yani wewe kutusui wezi hata kumkana, mwenye otanza kumwitadia. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia.
tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote. Wagonjwa wake anawapitia, ustahimilivu mwenzetu yeye ana. Ikipita we Mona. Mona, mbona uko hivyo? Nikoje? Unaonekana una mawazo. Koko, niko sawa. Sijakuzoea kwenye hiyo hali. Mona, kuna kitu unanificha. Hauko sawa. Koko, nimekwambia niko sawa. Sasa ndio nini unatelekeza muda wote huu wakati nimekuja hapa kwa ajili yako? Umeniambia nije udini, lakini mpaka sasa hivi ndio unaingia kweli? Yes, niko busy. Ni majukumu ya hapa. Majukumu ndio unafanya wewe busy kiasi hicho, na unajua kabisa nipo hapa kwa ajili yako. Mbona unifanyia hivyo mpenzi? Huko ndio unajua nakupenda. No. Kwani unahitaji sina nguvu? Unahamu sana. Ndio. Dokta Kitimbu. Wewe vipi kijana? Mbona unaingia ghafla? Dokta, samahani. Ushapata matibabu? Bado. Yes, baby. Achana naye, tuendelee na mambo yetu. Tuendelea nini tena? Watu. Soma wanaingia ovyo tu. Unaogopa watu? Nipo kazini hapa, lazima nihofie. Kwani kuna nini kinaendelea hapa hospitalini? Mama please. Usiulize maswali magumu, usijisikie vizuri. Pole mwanangu. Ila naanza kupata mashaka na kitu fulani hapa. Kitu gani? Mama. We mama. Kama umjui utamona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, tasema watu wanamsingizia. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Yani wewe kitusui wezi hata kumkana, mwenyewe utaanza kumwitadia. Dokta, wangu kaniambia kwamba bado hujampi. Yes, ni kweli. Bado sijafanya hivyo. Kwani dokta? Kwani kuna lazima kumwambia huyo? Actually hakuna ulazima sana. Ila mimi naamini nyinyi ni mwili mmoja. Hivyo kuna uwezekano wa kukubaliana vile ambavyo wewe unataka. Vyovyote kwangu ni sawa tu. Mimi kazi yangu ni kutoa huduma. Sioni kama kuna shida yoyote. Kwani wewe unajua nini kunihusu mimi? Kiukweli mimi sijui chochote kuhusu wewe. Ulisikika ukiongea na mamangu, ukimwambia asikusemee kwa dokta. Alafu nakuuliza unasema hujui chochote? Kiukweli mimi sijui lolote. Na kama nilisikika nikiongea hivyo, basi ilikuwa ni hofu tu. Hofu ya nini? Tulimteta Dr. Kitimbu, mimi pamoja na Miss Koko. Sasa unamteta vipi Dr. Kitimbu ikiwa wewe na Miss Koko kuna huduma hapa hospitali? Mama yangu asikavipi kwenye mtoto wenu? Yeye ndo mkuu wa kikao chetu, mimi na Miss Koko. Unanipiga? Unataka kunisubiri pale nje tuondoke?
samani. Kumlazi mamangu. Samani sana. Daktari yupo na mke wangu. Bado hajamaliza kumpa huduma. Hivyo nilikuwa naomba uwape muda kidogo ili aweze kumalizia kumpima na kumpatia huduma zinginezo ili tuweze kuondoka. Kiukweli tumefika hapa muda mrefu sana. Tulikuwa hatujapata huduma. Kwa hiyo natamani wautumie huo muda ambao wamepata. Hamna shida babangu. Mimi nilikuwa nataka nimuage tu. Lakini kwa sababu ana mgonjwa ndani namhudumia, basi acha niende. Shukrani sana mamangu. Nashukuru sana kwa kuwa mwelewa. Mungu akubariki. Asante baba. Kama umjui utamwona mtu baya, nasema watu wanamsingizia. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Yani wewe kukusui wezi hata kumpana, mwenyewe utaanza kumitadia. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapitia. Ustahimilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoka. Ukimsogelea tayari kalowana, inachekesha baba yenu nachoka. Kashakula mwimbili mloganzila ama nailala. Nakipita na wewe leo kesho wala baliana. Suzi, kwani kuna nini kinaendelea hapa sasa hivi? Mimi mwenyewe sielewi. Yeah. Okay. Samahani kwa swali ambalo naenda kukuuliza. Hivi mama yako anafahamu kama mimi naye tulishirikiana kufanya mapenzi hapa? Sijui kama anajua. Dokta. Ila anasema yeye ndo alifungua mlango na kufunga ghafla wakati mimi tunafanya mapenzi. What? Unasemaje? Ndio hivyo. Sawa. Basi kama ndivyo, mimi nadhani kwa sasa umeshapata afadhali kama sio kupona kabisa. Nikuombe, jiandae kwa ajili ya kuondoka nyumbani. Mambo mengine yote yaliyobaki utamalizia nyumbani, kama vile dawa ndogo ndogo na vitu kama hivyo. Sorry babe. Kiss me. Hai, mazingira sio rafiki. Imetokaje kwenye mwili wako mpaka inakuja kudondoshwa na dokta kule? Dokta Kitimbu. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Yani wewe kukusui wezi hata kumpana, mwenyewe utaanza kumitadia. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapitia. Ustahimilivu mwenzetu. Dokta samani, Mama Suzi anaumwa.
Unasemaje? Ndio hivyo dokta, nahitaji msaada wako tafadhali. Shida nini haswa? Sijui, ila yuko wodi namba 5 mwenye kupumzisha. Oh shit. Yuko serious? Yes, serious, yuko serious kabisa. Wewe, unajua nini kuhusu mimi na Dr. Kitimbu? Sijui chochote, labda wewe ndo niambie. Kuna nini kinaendelea kati yako wewe na Dr. Kitimbu? Nimekuuliza swali. Jibu swali kabla ya kuuliza swali. Nimeambiwa wakati unahudumiwa na Dr. Kitimbu, kuna mtu alikuja kufungua mlango na kufunga bila nyinyi kumuona. Aliyekwambia hivyo ni nani? Ni Simona. Tena baada ya yeye kuhisiwa kwamba ndo alikuja kufungua mlango na kufunga. Na anayemshuku hivyo ni nani? Ni wewe na Dr. Kitimbu. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapi. Mbona? Hebu niambie, ilikuwaje mpaka mama akakutwa na hii hali? Kiukweli mimi sijui dokta. Maana nilimkuta mlangoni akiwa amekosa nguvu baada ya kutoka udini kwa Suzi. Mimi nikamwaisha udini kuja kumpumzisha. Ila sijui nini kiliendelea baada ya kutoka huko udini kwa Suzi. Sawa. Nilimpima hapa, pressure tu imeshuka sana. Hivyo anatakiwa kupumzika. Tumwache pumzike sana. Sawa. Kama bado nusu saa nafikiri atakuwa sawa. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Koko, please. Sorry. Kwa nini unalia? Na Simona. Yes, doctor. Na hisi kuna tatizo hapa. Bila shaka. Naomba uzungumze na huyu. Mimi nikazungumze na yule kule ndani. Sawa dokta, nimekuelewa. Suzi, tiba yako ni mimi kivipi? Ili hali nishai kukwambia kwamba haya mazingira sio rafiki kabisa. Hatutakiwi kuendelea kufanya chochote humu. Mazingira rafiki ni nje na hapa. Nini usichokielewa sasa? No dear. Mimi nikiwepo hapa ni salama zaidi kuliko nikiwa home. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapitia. Ustahimilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoto. Suzi, mwanangu vipi? Unavua unavaa? Navaa. Na kwa nini uliivua? Hai, ina shida gani? Kwa sababu nilikuwa nahisi joto, maana nikavua. Suzi? Haya.
Nyoko. Unanifanya mimi mjinga eh? Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Mama, calm down, relax. Nini shida? Muda mchache uliopita ulikuwa unafanya nini na mwanangu? Dr. Kitimbu ameshindikana. Kwani kuna nini? Mimi sikuelewi mama. Kama hunielewi kwa maneno, nataka nikuonyeshe kwa vitendo. Twende udini kwa mwanangu. Lakini mama, nina kazi. Hata hii pia ni sehemu ya kazi yako. Nyanyuka twende. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, tasema watu wanamsingizia. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Oho, mama. Ulikuwa unataka kunionyesha nini mamangu? Naomba unitie manisi wako wote wawili. Koku. Mona. Naomba ni mje mara moja. Kati yenu ni nani alikwenda kumwaga uchafu kwenye ile dustbin? Mimi hapa, ila leo asubuhi. Safi. Mwana umekuwa mkweli. Kwako wewe Koko. Ulikuja kutoa uchafu kwenye dustbin muda mfupi uliopita? Hapana, nina kama dakika 40 nipo nje na huyu Mona. Hivyo hatujui chochote kinachoendelea. Kwani kuna nini mama? Mwanangu ameziniwa humu ndani. Na niliona kondomu iliyotumika kwenye dustbin. Ila sasa sioni hiyo kondomu ambayo mimi nilichukulia kama ushahidi. Mama, uko serious kabisa na unachokisema kwamba umekuta kondomu humo wadini kwa Suzi? Usinione mimi punguani. Mwanangu ameziniwa humu ndani. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. We mama, koma. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, tasema watu wanamsingizia. Makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia. Yani wewe kitusui wezi hata hata utaratibu wa wapi unaoleta. Yaani mimi na wewe tunazungumza ndani alafu unatoka. Yaani kibwege tu, mtu anakupigia simu na wewe unaondoka tu. Mume wangu, lakini si nimekuaga kwamba natoka. Na kakangu amekuwa akinitumia meseji muda mwingi sana. Sawa, lakini si utaratibu wa ndoa si unaujua? Utaratibu wa ndoa unazungumza kuwa wewe ukiwa na tatizo lolote au kama una jambo lolote, hata kama baba yako mzazi au mama yako mzazi akifa, basi wewe uruhusiwi kwenda kama mimi sijatoa ridhaa. Haya sasa, kama mimi nachukua mamlaka yangu ya kiume na kuambia usiende, utaniona mimi mbaya? Na ndo haujasema. Hata kama ungesema, ni lazima ningeenda tu.
kwa sababu nimekuaga. Kwa hiyo huo ni utaratibu wako kwa wewe, si ndio? Na sio utaratibu wa ndoa. Ina maana kwamba wewe uithamini ndoa, si ndio hivyo? Unajipangia? Hapana. Lakini mume wangu, si nimekuaga? Nakuomba basi niende. Ni wanawake mna matatizo sana. Yaani sana. Ukuzungumza hivyo tulivyokuwa ndani. Kama ungezungumza hivyo kiutaratibu, mimi ningekuruhusu kiurahisi tu. Wala hapa tusingeweza kufikia. Ni sawa. Nakuomba niende basi. Sawa. Usichelewe sasa. Sawa. Mume wangu, hebu niambie. Bado unalala hospitali? Ni kweli mke wangu. Lile jambo lililotokea hospitalini bado halijaweza kutoka kwenye akili yangu. Sasa kwa kuwa tumeshafika hapa nyumbani, hakuna mtu mwingine yoyote. Niko mimi na wewe. Nahitaji uniambie ukweli. Ile chupi ambayo nimeiokota kule hospitalini, Dokta kadai ni ya mke wake, ilikuwa ni ya kwako ama ilikuwa ni ya nani? Si nilikwambia mimi ile chupi ya nusu. Na dokta amesema ya mke wake. Basi amini kuwa ni ya mke wake, ile sio ya kwangu. Hapana, usitaki kunifanya mjinga kwenye hili. Mke wangu, niambie ukweli. Hodi wenyewe. Kaka. Naam, niambie mdogo wangu. Habari zako? Salama kabisa. Wifi. Kwema? Kwema. Kaka, nimeitika wito. Kwa hivyo naomba tuongee haraka iwezekanavyo. Nashukuru kwanza mdogo wangu kwa kuweza kuitikia wito wangu na umefika kwa wakati. Kiukweli mdogo wangu, siku ya leo imekuwa ni ngumu na mbaya kwangu kuliko ambavyo nilikuwa natarajia. Hivyo lipo jambo ambalo limenitokea, nikaona sio mbaya na wewe ni mdogo wangu wa pekee nikushirikishe kwenye hili. Lipo jambo ambalo nataka kukushirikisha. Kaka, kwani kuna nini kinachoendelea? Maana namuona wifi yangu pia anakufinya hapo. Eti wifi, kuna nini kinachoendelea? Labda kuna jambo mnanificha. Mambo ya mimi na mume wangu wewe haikuhusu. Kaka, sijategemea kama ungekuwa zoba kiasi hicho. Ni kweli mdogo wangu, unachozungumza uko sahihi. Na mimi kiukweli kaka yako nina fundo ambalo limenibana. Unaweza kuniambia kuna nini kinachoendelea? Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Niambieni. Kwa hiyo mume wangu umemwita mdogo ili mje mchambe? Hapana, sina maana hiyo. Lakini mke wangu, tambua huyu ndo mdogo wangu wa pekee. Jambo lolote ambalo linanihusu mimi naye anahusika. Sina mtu mwingine ambaye naweza nikashia naye mawazo zaidi yake. Na ndio maana nimemuita hapa ili aje tushirikiane kwenye hili ambalo limenitokea. Basi kama mnavyokwenda familia yako, mimi niondoke. Mke wangu,
Hivi kaka, yaani kosa ni la kwake mwenyewe na kuzila pia azile mwenyewe. Wewe nisikilize, sikaondoka, mimi ni naye. Hapana mdogo wangu, please. Haya wewe, kilichokutoa kule ndani ni kitu gani? Yaani mimi nimetoka nyumbani kwangu, nimekuja hapa ili kujua nini kinachoendelea. Alafu unanyanyua miguu yako, unatoka nje. Nimekupisha kule ndani, wewe na kaka muendelee na vikao vyenu vya kifamilia. Vipi tena kunifuatafuata huku nje? Usinijibu jeuri. Sawa? Usinijibu jeuri. Mimi sio mumeo. Si unanielewa? Alafu umemfanya nini kakaangu? Kama unataka kujua kama kaka yako unanifuata mimi ili weje sasa? Unajikuta wewe mwamba, si ndio? Na kuuliza umejikuta wewe mwamba? Wewe ni jeuri, si ndio? Mimi sio jeuri tu, hata kusudi pia ninayo. Haya, umemfanya nini kakangu? Kamuulize mwenyewe hapo. Uko na jeuri sana. Kwanza kakutoa wapi wewe? Kijicho kifupi, hata mkononi hujai wewe. Haya wewe mwanangu mrefu, kunifuatafuata mimi vipi kwani? Wema. Wifi uje, yani maifu wengine bana gumzo tu. Nyo. Shabo nyingi. Sasa wewe. Nitakufumua. Subutu. Jaribu. Wasi ni wifi. Ungeolewa basi wewe na kakako. Ongelea basi. Daktari bingwa. Dr. Kitimbu. Mama, kiukweli kwenye hili umenikosea, namba uondoke. Suzy, calm down, relax. Huyu ni mama. Inakuwaje unamfukuza hivyo? Hata iweje haupasi kumfukuza hivyo. Mbona unatoa maneno makali hivyo mbele ya hawa wengine? Dokta, ili niwe sawa, mama toke nje. Lakini sio kitu kizuri. Huyu ni mama. Anapaswa kuendelea kuwepo hapa kwa ajili ya kuendelea kuchunguza afya yako. Anafuatilia mambo mengi tofauti. Inakuwaje unakuwa na maamuzi hayo, Suzy? Shida nini? Kosa langu liko wapi lakini? Nimesema mama atoke nje. Dokta, mimi na tatizo gani? Tafadhali mama. Please. Mama. Mama, sorry. Naomba uende nje tafadhali. Hebu mwenyewe tukae. Suzy, relax mama. Relax. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Suzy, umefanya vibaya sana kumkaribia mama mbele ya watu wengine. Tena unamfukuza. Mama anazingua bana. Sasa anasema kaona kondomu ni dustbin. Lengo lake ni kunizalilisha, tena anaongea mbele za wale mabinti. Yule ni mama na ana haki ya kila kitu kwako. Ila nini dia? Umefanya makosa kuacha kondomu yako pale. Kusudi lako ni nini? Niwe radhi. Sikuwa na kusudi lolote baya. Ni kweli nakiri kuwa nimefanya makosa kuiacha kondomu iliyotumika pale. Ni vile tu nilienda kuwahi kuwahudumia wagonjwa wengine. Niwe radhi. Lakini nikuulize, Suzy, iko wapi? Mbona haionekani kondomu yenyewe? Nani ametoa uchafu huo? Atoe nani zaidi ya mimi? Wow, asante sana. Iko wapi? Na uko wapi?
Kitimbu ana balaa, Dr. Kitimbu ameshindikana. Wow. Tena kauzito kapo waka. Katoto waka. Thanks. Asante sana. Labda nikuulize, ulioteaje mpaka ukawaza kutoa haraka sana? Mama ameingia hajaikuta, wakati alipoingia mara kwanza alikuta. Umeotea? Shika. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, nasema watu wanamsingizia, makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye Yes, mkuu. Yes, Afande Sengo. Kuna kazi muhimu sana unatakiwa kaifanye sasa hivi, inamhusu dokta. Inamhusu dokta. Hiyo issue iko serious sana. Hiyo kazi ipo serious sana, Afande Sengo. Hivyo ingia kazini sasa hivi. Tunataka kujua huyo daktari anaitwa nani na kituo chake cha kazi kiko wapi na kinaitwaje. Tunahitaji taarifa muhimu na sahihi haraka sana iwezekanavyo. Sawa mkuu. Kama umjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, nasema watu wanamsingizia. Ni kweli inasemekana chupi ya yule dada ilidondoka kutoka kwenye mfuko wa koti la dokta, na baadaye mume wake akaiokota, na baada ya muda chupi iliokotwa na mume wa yule dada. Baadaye kidogo kulisikika marumbano kwenye ofisi ya dokta. Alipoingia dokta akampokonya ile chupi na kusema ile chupi ni ya mke wake yeye dokta. Hivi dada, wewe unadhani kweli ile chupi ni ya mwanamke wake na dokta? Sina uhakika, japo nilitaka kuongea na yule kaka, ila mke wake alinikatisha. Samahani dada yangu, naomba nikaendelee na majukumu yangu. Okay, sawa. Dr. Kitimbu ana balaa, Dr. Kitimbu ameshindikana, Dr. Kitimbu ana balaa, Dr. Kitimbu ameshindikana, Dr. Kitimbu ana balaa, Dr. Kitimbu ameshindikana. Kitu ambacho umenihadithia hicho, kivyo vyote huyo ifi yako tayari ameshanyanguliwa na huyo dokta. Yaani huyo kaka yako asijipe moyo kabisa. Yaani kuna kitu hapo kimeendelea. Maana sio hali ya kawaida kwa mwanaume ambaye amekamilika huwa anaendeshwa na mkewe kiasi hicho. Yaani mpaka inafikia hatua hiyo kweli. Amekaa tu, hajachukua action yoyote ile. Kaka yako ana matatizo. Na alafu hili jambo ambalo yeye anajiweka peke yake, pia hii ni shida kwake. Kwa sababu yule bwana hana mshikaji, hana rafiki, yaani yule unaweza ukamkuta yuko peke yake tu. Na ndio maana hawezi kujifunza vitu vingine binafsi. Mume wangu, sijui hata niseme nini, lakini hata mimi nilipofika pale mwanzo kwanza walikuwa wananificha, lakini mara namuona wifi yangu anamfinya mumewe, mara naona hivi, mwisho wa siku wifi yangu kainuka katoka nje. Namuuliza, ananijibu jeuri. Kiufupi tu nimeshindwa kuelewana naye. Nikarudi ndani kuzungumza na kakaangu. Kakaangu naye anaonekana kuwa zoba kabisa. Ila mimi nikuombe kitu kimoja tu. Kwa nini usiende kuzungumza naye shemeji yako? Kwa sababu hata nilipotoka pale hakuwa sawa. Alionekana ni mtu ambaye ana mawazo sana. Sasa hayo mambo ya mahusiano ya watu haya
Yaani sidhani kama itakuwa inapendeza mimi nikiingilia. Alafu yule mimi nijue ni shemeji yangu. Japokuwa ndio rafiki yangu, lakini kwa sasa hivi mimi ni shemeji yangu, namheshimu sana. Kwanza kwenda kuingia katika masuala ya mahusiano yake kidogo haipendezi. Ni kweli, lakini kumbuka yule hana mtu yoyote wa kumwambia zaidi yako. Tafadhali na kuomba, nenda kazungumze naye. Sawa, nitajaribu kuzungumza naye tuone inakuwaje. Sawa. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Jagwa, niambie sema. Hebu jaribu kuniambia ukweli bila kunificha chochote kile. Sidhani kama kuna ukweli wowote, lakini jambo lenyewe ni jambo dogo ambalo sioni kama lina haja ya kumsimulia kila mtu. Ni kweli mimi leo nilimpeleka mke wangu hospitalini kwa ajili ya kwenda kupata vipimo kwa sababu aliamka akiwa anajisikia vibaya. Na baada ya kufika hospitalini tulienda kwenye chumba cha daktari. Daktari akawa anahitaji kumpima na mimi nikawa nimetoka nje ili daktari aweze kuendelea na taratibu zake za kufanya vipimo. Wakati nimetoka nje, baada ya muda kidogo, daktari akawa ametoka kwenye kile chumba ambacho alikuwa anamhudumia mke wangu. Akawa anaenda kwenye wodi nyingine. Sasa katika harakati za mpishano akawa ameweza kudondosha chupi ambayo ilitoka kwenye mfuko wake. Mimi niliweza kuiona ile chupi na kuisogelea. Baadaye nilipoisogelea nikagundua ni miongoni mwa chupi ambazo mimi huwa napenda kumnunulia mke wangu. Kwa hiyo moja kwa moja nikawa nimeshauti kidogo kama mwanaume, kwa sababu nayajua mazingira ya chupi za mke wangu. Nikabidi niibebe ile chupi niende kumhoji mke wangu. Baada ya kuwa nimefika kwenye chumba ambacho mke wangu alikuwepo, wakati na mhoji, kabla hajanipa majibu asilia, daktari aliweza kurudi. Na daktari alivyoingia akawa ameninyakua ile chupi. Akaanza kunipa maelezo ya kwamba ile ni chupi ya mke wake na imemdondoka kwa bahati mbaya, na yeye huwa anapenda kutembea na chupi za mke wake, hasa chupi ambazo mke wake anakuwa ameshinda nazo, kwa sababu huwa anapenda harufu yake. Sikuwa na maswali mengi, discussion nyingi, kwa sababu sikutaka ile jambo liwe kubwa. Nilichukulia tu ni jambo la kawaida. Basi nikawa nimemuelewa na mimi nikamchukua mke wangu, akamalizia taratibu zake za vipimo, tukawa tumerudi nyumbani. Sawa, unaweza kuniambia jina la huyo daktari? Daktari mwenyewe kwa kweli simfahamu jina, lakini anaonekana ni daktari ambaye nikimuona hivi kwa sura namjua, ila kwa jina simfahamu. Na alionekana ni daktari mwenye mishimishi nyingi sana pale hospitalini. Unaweza kunitajia hicho kituo cha afya ulichompeleka mkeo? Sengo, sidhani kama hilo lina maana kwa sasa. Na hili jambo mimi sitaki liendelee kuzungumza sana, kwa sababu ni jambo ambalo limeshapita. Na sioni mantiki yake ya watu kuendelea kulizungumza ama kulihoji. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Dr. Timbu ameshindikana. Dr. Timbu ana balaa. Sasa kaka, wafunga mlango, wanataka kunipeleka wapi? Nataka kukupeleka wapi? Yaani hii mapicha unaoletea unafikiri mimi sielewe? Lakini kaka, mimi nimeshakwambia sina mimba. Unanifanya mimi ni mtoto mdogo au sio? Mimi ndio kwanza kuona jua, mimi ndio kwanza kuzaliwa. Sasa hapa tunaenda hospitali kuipima hiyo mimba, pregnant. Tunaenda kupima. Pumbavu zako wewe, mweusi wa kijani wa blue. Hata kama, lakini mimi siendi huko nakotaka kunipeleka. Wewe, usinifanye mimi ni mtoto mdogo, mimi ni mtu mzima. Alafu usichokijua, mimi nilikaa na wahenga, wakaniambia dalili hizo ni za mimba kabisa. Wewe ni mjamzito. Sasa leo tunaenda hospitali abuju, kitajulikana nyeusi, blue, ya kijani au baba. Twende hospitali. Pumbavu wewe. Shika viatu vyako, vaa, twende huko. Wewe, nyau, vaa. Njia ongoza. Leo utajua mimi ni nani. Tushenzi wewe. Hivi, kwa nini usiamue tu kusema ukweli juu ya ulichofanyiwa?
au umependezwa nacho? Unazungumzia nini kwani? Mimi najua unanielewa tu, ila unajizungusha. Kwa hiyo utakusema ukweli alichokufanyia yule dokta. Dokta? Dokta yupi? Sawa. Dokta Kitimbu namzungumzia hapa. Wewe hizo taarifa umezitolea wapi? Hii ni dunia, mtu hawezi kukunyima maneno, atakunyima tu chakula. Lakini maneno hawezi kukunyima. Wewe niambie tu ukweli. Kwa nini hutaki kusema ukweli? Wewe niambie tu ukweli. Kama unataka nikwambie ukweli, na wewe niambie, hizo taarifa umezitolea wapi? Ameniambia mumeo. Mume wangu. Basi sawa, haina shida. Wewe umeniambia kwamba nikwambie aloniambia ili mradi uniambie tu ukweli. Na nishakutajia aloniambia ni nani. Kwa hiyo naomba tu niambie ukweli kuhusu hili swala. Wewe uko lushambi. Unatafuta ukweli gani tena mwingine? Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Karibuni sana. Asante sana daktari. Mmeshahudumiwa? Hapana, bado hatujasikilizwa kabisa. Nawasikiliza tafadhali. Daktari, mimi hapa nimekuja na tatizo. Huyu bwana mimi ni mdogo wangu. Huyu mdogo wangu nina mashaka naye. Huyu atakuwa ana ujauzito. Kuna dalili gani ulizoziona kiasi ambacho umepata muamko wa kusema umlete hapa hospitali kwa ajili ya kumpima ujauzito? Bwana daktari, mimi siku hizi ndugu yangu mimi simuelewi. Cha kwanza anakula sana, halafu cha pili siku hizi anafakamia maembe sana. Maembe makavu anafakamia huyu, na sio kawaida yake. Huyu atakuwa na ujauzito. Yai we, shakarabashi fufu we. Binti, anayoyasema kaka yako yana ukweli ndani yake? Kwa kweli daktari, mimi sijui. Itakuwa ni wasiwasi wake tu. Buju wewe. Wasiwasi wangu nini? Wewe mjamzito afu wewe. Daktari, kampime, usimsikilize wake zake wenyewe, bila kampime huyu. Tafadhali sasa, kwa sababu umemleta hapa ili kumpima na upate uhakika, usimkaripie na usimpige. Kupiga na kukaripia hakuwezi kuleta majibu yaliyo sahihi. Zaidi utamfanya awe sugu tu. Binti tafadhali, naomba uje tukupime. Mpime huyo daktari, tena umpime haswa, mpime mwili mzima na hata unzu wake pia upime. Unawezekana pia ukawa una mimba. Dr. Kitimbu, daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapitia. Utaamilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoka, ukimsogelea tayari kalowana. Inachekesha baba yenu nachoka, kashakula Muhimbili Mloganzila amana ilala. Nakipita na wewe leo kesho wala baliana. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana. Dr. Kitimbu ana balaa. Dr. Kitimbu ameshindikana.